wetu Jehova Shama. Ima ikerebo shikaraba. Ebo shiterebo sheke. Bwana tumekuja mahali hapa Jehova kukutana na wewe Bwana. Kukutana na wewe Bwana. Bwana usitupite watoto wako. Yesu usitupite watoto wako. Baba jioni ya leo kamguse kila mmoja. Bwana jioni ya leo kakutane na haja ya kila mmoja Bwana. Wengine wapo wana maswali mengi Bwana. Wewe tu Bwana ndiye weze kutugusa. Bwana wewe tu ndiye weze kutugusa. Mungu ndiye weze kugusa mioyo yetu. Yesu ndiye weze kugusa mioyo yetu. Uweze kugusa mahitaji yetu Bwana. Ni wewe tu, hatuna mwingine. Ni wewe tu Bwana mabwana. Ni wewe tu Mungu wetu Bwana. Ni mama shetelebo shikalaba shetelebo. Ikalaba shetelebo shikalaba. Ebo shikalaba shetelebo. Ebo shikalaba shetelebo. Ebo shikalaba. Ebo shikitalaba sheke. Uwepo wako Bwana. Uwepo wako Bwana. Uwepo wako Roho Mtakatifu. Orima shikalaba sheke. Orima shetelebo shikalaba. Saidie Bwana. Tusaidie Bwana. Wewe tu peke yako. Ni wewe tu peke yako. Ni wewe tu peke yako Bwana. Imalikelebo shika. Pokea sifa Mungu wetu. Pokea sifa Jehova Shama. Wewe peke yako Bwana. Wewe tu Mungu unaweza yote. Tunakutukuza Mungu wetu. Tunakutukuza Bwana wa Bwana. Tunakutukuza Jehova Shama. Tunakutukuza Mungu wetu. Tunakutukuza mfalme wa falme. Tunakutukuza Jehova Shama. Utukufu na wewe Mungu wetu. Sifa ni zako Bwana. Tunakutukuza Jehova. Tukufu na wewe. Sifa ni zako. Tunakurudishia sifa na shukrani zetu. Tunasema ni asante Mungu. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Jehova. Asante Bwana kwa ajili ya nguvu zako. Asante Bwana kwa ajili ya uwepo wako. Utukuzwe Mungu wetu. Uinuliwe Bwana na Bwana. Ikama shetelebo. Sifa ni zako Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba tukishukuru. Asante Mungu wetu. Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo. Peke yako na stahili. Peke yako na nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana ni Ebeneza. Wewe Mungu unayeweza. Hata sasa Bwana unatusaidia. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya wakati huu. Kwa kuwa Bwana unakwenda kusema nasi. Mioyo yetu Mungu inawaja na wewe. Tunatamani Mungu kusikia kutoka kwako. Asante kwa kuwa Mungu unakwenda kuonekana. Asante kwa kuwa Mungu unakwenda kuthibitika. Katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini wote na tuseme amina. Bwana asifiwe. Mungu akubariki kwa wewe ambaye umekuja kwenye ibada. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Na tunaendelea na maombi yetu. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu, anaendelea kutusaidia, anaendelea kututia nguvu, maana yeye peke yake ni Ebeneza. Hakuna Mungu mwingine zaidi yake, bali ni yeye tu peke yake. Bwana na asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Basi bila kupoteza muda, jitahidi kuomba na Mungu wa mbinguni atakusaidia sana. Bwana asifiwe. Siku zote mtu anayeomba anakuwa yuko hai na yuko salama. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Sasa bila kupoteza muda, kwa sababu tuna maombi ambayo baada ya neno la Mungu kwa kifupi tukapate kwenda kuomba. Bwana asifiwe. Somo la siku ya leo linasema sababu kuu zinazompelekea mtu kucheleweshwa kwa majibu yake. Sababu kuu zinazomfanya mtu kucheleweshwa kwa majibu yake. Sababu kuu zinazomfanya mtu kucheleweshwa kwa majibu yake. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ni kweli tunamuomba Mungu. Ni kwa nini hatupati majibu kwa wakati? Bwana asifiwe. Kwa nini tunapata majibu kwa kuchelewa? Ziko sababu. Kuna sababu kama 8. Bwana asifiwe sana. Sababu zinazosababisha majibu yetu yachelewe. Sababu kuu zinazopelekea kucheleweshwa kwa majibu yetu. Sababu kuu 8 zinazopelekea kucheleweshwa kwa majibu yetu. Biblia hii hapa ambayo tutarudisha baadaye. Bwana asifiwe sana. Sababu kuu 8 ambazo zinapelekea sisi kuto kupokea majibu yetu kwa wakati. Bwana asifiwe sana. Watu wengi sana wanashindwa kuelewa. Wanaomba ni kweli, wanasoma neno la Mungu ni kweli, lakini mbona inafika wakati unashindwa kupokea majibu yako kwa wakati? Siku zote shida inakuwa sio Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa ziko sababu hizi ambazo tunakwenda kuziona zinazosababisha wewe majibu yako yapate kuchelewa. Yanayofanya majibu yako yasije kwa wakati. Bwana asifiwe. Tutakwenda kuona sababu ya kwanza. Sababu namba moja ambayo inatufanya sisi majibu yetu yapate kuchelewa. Bwana asifiwe sana. Sababu namba 1 katika zile 8 ambayo inafanya sisi majibu yetu yapate kucheleweshwa. Sababu namba 1 ya kwanza kabisa ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Dhambi ni kizuizi, kinaweza kikasimama katika maisha yako. Haijalishi ni mwombaji kwa namna gani, masaa mangapi. Haijalishi unatoa kwa namna gani, lakini bado kuna hii sababu namba 1 ambayo inaweza kufanya wewe majibu yako yapate kuchelewa. Bwana asifiwe sana. Majibu yako yapate kuchelewa. Sio kwamba utapata majibu, utapata lakini kwa kuchelewa. Ni mpaka utakapotambua kwamba mimi nimekosa mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Tuna Wakristo wengi sana, ni waombaji wazuri, wasomaji wa neno la Mungu wazuri, lakini dhambi ni sehemu ya maisha yao. Dhambi ni sehemu ya maisha yao. Kwake yeye uovu ni kawaida.
Yaani kwenye uovu mtu yupo, lakini na kwa Mungu mtu yupo. Sasa hiyo ni sababu ambayo inaweza kusimama kwenye maisha yako. Kama ilitakiwa upate majibu yako mwezi huu, unajikuta unapata mwakani majira kama haya. Kitakachofanya ni nini? Ni kwa sababu ya aina ya dhambi ambazo tuko nazo. Sasa kama Mkristo, ili majibu yako yasiwe yanachelewa, jitahidi kukaa mbali na dhambi. Dhambi ndio inayotufanya sisi tushinde kupokea majibu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Inaweza ikatokea kweli tumefanikiwa kufunga siku 37. Tumemwomba Mungu asubuhi na jioni, tuko hapa. Lakini kama bado maisha yako ni ya dhambi, pamoja na kufunga asubuhi, kuomba asubuhi na jioni, itakuwa ni bure. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema kwamba maombi ya mwenye dhambi kwa Mungu ni kelele. Yaani maombi ya mwenye dhambi kwa Mungu ni kelele. Tena ni mbaya sana wewe unaijua kweli kwamba nikifanya hivi ni dhambi, alafu nafanya dhambi. Nataka nikwambie, yani toba yake sio rahisi kama unavyofikiria. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo inaweza kusimama ikawa kama kizuizi cha kufanya wewe ushindwe kupokea majibu yako. Watu wengi makanisani wanalalamika, mbona naomba sipati majibu? Wanashindwa kujichunguza maisha yao na Mungu yakoje. Bwana asifiwe sana. Maisha yako na Mungu yakoje? Mahusiano yako na Mungu yakoje? Naomba unisomee kitabu kile cha Isaya 59 anzia mstari wa 1 mpaka wa 2. Aliyepata kitabu kile cha Isaya, kitabu kile cha Isaya ile sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2, na mwingine atatufungulia kitabu cha Mithali 28 mstari wa 9. Bwana asifiwe. Karibu. Isaya 59 sura mstari wa 1 na wa 2, na mwingine atanifungulia kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 9. Karibu. Ndio. 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 Hata usiweze kuokoa wala sikio lake. Ndio. Hata isiweze kusikia. Ndio. Ndio. Lakini ndio maovu yenu yamewafaradikisha ndio ninyi na Mungu wenu. Ndio. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake. Ndio. Usiuone. Ndio. Hata hataki kusikia. Ndio. Ishi hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito. Bwana asifiwe. Unakuja kugundua shida sio Mungu. Shida ni sisi, maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Maisha yako na Mungu yakoje? Anasema yeye siku unapomuita anasikia na anatenda kwa wakati ule ule ambao unatamani Mungu atende. Bwana asifiwe sana. Anatenda wakati ule ule ambao unatamani Mungu atende. Ndio maana kuna siku hapa niliwahi fundisha kwamba Mungu amefanya, lakini shida ni imani zetu sisi, haziamini. Sasa anasema ya kwamba yeye sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Na linasikia kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, ni mtoto wake. Wewe mwenyewe unaelewa mtoto wako akiwa anakuita utaitika, lakini akiwa anakuita mtoto mwingine
kwanza utamwangalia. Bwana asifiwe sana. Utafikiria niitike nisiitike. Hasa Mungu yeye, chochote tunachokiomba yeye Mungu anatenda. Yeye Mungu anasikia. Bwana asifiwe sana. Shida kubwa inakuja ni maisha yetu sisi. Anasema maovu yenu haya ndiyo yaliyosimama tushindwe kupokea majibu yetu. Narudia mstari wa pili. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Angalia namna ya nguvu ya dhambi inayofanya kazi. Maovu yenu. Hasa unakuja kugundua ya kwamba Wakristo wengi wanaomba vizuri, wanahudhuria ibada vizuri, lakini maisha yao na Mungu ni mabovu. Kuna Wakristo ambao wakiwepo kanisani wanaonyesha kwamba wao ni watakatifu, lakini wakifika nyumbani, wakifika mtaani, utajua ya kwamba huyu mtu ni mtakatifu ama anaigiza. Sasa Mungu jicho lake liko kila mahali, likimchunguza mtu mwema na mbaya. Unachokifanya anakuangalia. Bwana asifiwe sana. Sasa tunafika wakati maovu ndiyo yamesababisha, yameweka mlima tusipokee majibu yetu. Kwa sababu tunapomtafuta Mungu, Mungu hasikii. Bwana asifiwe sana. Mungu hasikii. Kuna viwango fulani hauwezi kumuona Mungu vya kumtumikia yeye. Kuna viwango vya kumuona Mungu uso kwa uso. Sasa kama viwango vyako ni vya chini, dhambi ni halali yako, maovu ni haki yako kuyafanya. Hauwezi kumuona Mungu akijibu mahitaji yako. Hauwezi kumuona Mungu akijibu yale majibu yako, mahitaji yako ambayo unamuomba kila wakati. Mungu anachoangalia, aangalii machozi namna unavyolia mbele zake. Mungu, nitazame mimi, ninaacha na wewe. Mungu haangalii machozi. Mungu anachoangalia mahusiano yako wewe na Mungu yakoje. Mungu machozi yako hayamtishii. Hayamtishii, tena hayamtikisi. Bwana asifiwe sana. Hayamtikisi. Lakini kama maisha yetu tumeamua kupatana na Mungu, tumeamua kutembea na Mungu, majibu yetu yako tena ndani ya dakika sekunde. Majibu yetu yapo. Sasa maovu yetu na dhambi ambazo tunazozifanya, maana kuna dhambi unazokuwa unafanya kwa mawazo, kwa kumwazia tu mtu. Ndio maana siku zote ukiruhusu sana mawazo ndio yanayosababisha magonjwa. Ukiruhusu sana mawazo yanaweza kufanya kupitia mawazo ukamkosea Mungu, ukamtenda Mungu dhambi. Sasa maovu yenu ndio yaliyotukosanisha sisi na Mungu. Anasema kwamba hataki kutuona. Yaani Mungu anasema yeye hataki hata kukuona mbele zake, lakini wewe unajionyesha, lakini bado upo katika misingi ya dhambi na uovu. Hatuwezi kumwona Mungu, hatuwezi kuona majibu yetu kama tuna Ukristo wa kuigiza. Bwana asifiwe sana. Kuna Wakristo wanaigiza. Kwa nje wamevaa vazi la kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu hatari sana. Sasa ukiwa na tabia hiyo, unajikuta wewe mwenyewe utaomba sana ukapata majibu. Unazuia mwenyewe majibu yako yasije.
Bwana asifiwe. Lakini kama tukiwa watakatifu wa Bwana, chochote tutakachomuomba Mungu atajibu kwa wakati. Kwa nini atajibu kwa wakati? Kwa sababu sisi na Mungu tuko pamoja, tunamtumikia Mungu kwa kumaanisha. Bwana asifiwe sana. Mungu akanazungumza na mimi. Mungu yeye, kuna watu ameacha kuwasikiliza kwa sababu ya maisha yao wanaoishi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya maisha. Yaani mtu anaishi ya kwamba mimi niko na Mungu, alafu vile vile anaishi na shetani. Yuko na Mungu na shetani, haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nataka nikwambie, hata shetani akigundua wewe una tabia kama hiyo, kuna siku atakusaliti. Siku parapanda itakavolia, utajua kabisa ngoja niende kwa shetani, maana ndio matendo yangu. Atakwambia wewe, mimi kusikutaki. Wewe ni mtu ambaye unageuka ueleweki. Anakwambia huku sikutaki, toka. Sasa unaenda kwa shetani anakukataa, anakwambia ueleweki. Unaenda kwa Mungu ndio geti limefungwa. Sasa unashindwa upokelewa na nani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunakwenda kuingia sababu namba 2. Naomba mwana mchungaji utaminya pale kwenye keupe ka chini. Uminye kwenye keupe kwa chini hapo. Afuta kile chekundu utananipa. Keupe ka chini kabisa.